Kuna wenzangu hapa Kimani Ichung'wah na Aaron Cheriot, Your Excellency. Hawa ndio wale wametengeneza ile report inaitwa NADCO. Wakati baba alikuwa, hawa walikuwa kwa komiti ya NADCO. Tumekubaliana kama viongozi wa bunge ya kwamba for the legacy of baba, when we go back to parliament in a week's time, we will implement the NADCO report fully. Tumekubaliana hapa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Na rais, asante sana kwa kuzika baba yangu kama president. Kama president. Yes. Hiyo tutadiscuss kwa Central Committee ya ODM, tutaleta report. Thank you very much, Mheshimiwa Junet. Speaker of the Senate, please come and condole. 2 minutes, Mr. Speaker, sir. We have run out of time. The family requests we finish this meeting in the next few minutes. Rais wa Jamhuri ya Kenya aliyepia amri jeshi mkuu wa jeshi la Kenya, Mama Aida Odinga na familia yako, kwa niaba ya bunge la Senate, kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba yangu binafsi, niko hapa kupeana rambirambi zetu za dhati kwa uchungu na moyo ulio mzito. Tunasema pole Mama Aida. Wingu la majonzi limetanda katika kijiji hiki, lakini nataka nikwambie Mama Aida kwamba wingu hili la majonzi halikutanda Bondo peke yake. Limetanda Nyanza mzima, limetanda Kenya mzima, limetanda Afrika mzima, na limetanda mapana na marefu ya ulimwengu mzima. Manake aliyelala pale alikuwa ni kiongozi aliyejulikana pande zote za ulimwengu. Mwaka huu umekuwa mwaka mzito sana kwangu mimi. Kabla mwaka huu nilikuwa na baba watatu. Baba wa kwanza alikuwa Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi na viumbe viliomo. Baba wa pili akawa Mzee Kingi, na baba wa tatu ni babangu mlezi wa kisiasa ambaye amelala pale. Mwanzo wa mwaka huu nikapoteza babangu mzazi. Leo hii nazika baba mlezi wangu wa kisiasa. Nimebaki na baba Mungu peke yake. Lakini kitu ambacho kinanipatia motisha ni kwamba yale yote mafunzo alimpatia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga imenipatia nguvu ya kwamba as I speak to you, I know I can face the world. Baba believed in me even when I doubted myself. Mwaka 2007 mwezi wa 5, mimi niliingia siasa wakati wa by election kule Magarini. Baba aniliweka kwa bega lake na kunizungusha Magarini mzima. Before my people believed in me, he believed in me. Kwa bahati mbaya hatukufaulu. Disemba ilipofika mwaka huo, nikamwambia baba sitamani tena mambo ya siasa. But baba told me don't give up. Go back to Magarini. Na akaja akasimama na mimi. Na nikashinda. La maajabu, the only dream I had as a young man then was to be the MP of Magarini to represent my people. But Raila had big dreams for me. He had bigger plans for me. Wakati machafuko yalimalizika, walipokuja pamoja na Mwai Kibaki rais wetu kuunda serikali, wakati walipokuwa wanataja baraza la mawaziri, mimi sikushughulika because I knew I can never be a cabinet minister. Lakini la ajabu, wakati niko kwangu nyumbani naangalia runinga, wakati mawaziri wanatajwa, my name popped up. To my shock. Why? Because Raila believed in me and I doubted myself. Na hilo halikutosha. Kama mjuavyo, serikali ya nusu mkate ilikuwa na mawaziri 40. 20 wa Mheshimiwa Raila Odinga na 20 Mwai Kibaki. 40
ministers. The youngest was me. Lakini wakati Waziri Henry Kosgei alipatikana na shida katika wizara yake, ikalazimika aondoke kwa muda. Hiyo wizara yake ilibidi ipatiwe mtu. Mheshimiwa Raila Odinga, mbali na kuona vigogo vya kisiasa ambao walikuwa mawaziri, he decided to give me 2 ministries to run. That's a man who believed in me when I doubted myself. Today, I've lost my dad. Baba, nenda salama. Asante. Thank you very much. Asante Mheshimiwa Speaker. Speaker Wetangula. Pole for the pressure. 3. Rais wetu Dr. William Samoei Ruto, Rais mstaafu wa Kenya, Rais mstaafu wa Nigeria, Mama Aida na familia ya ndugu yetu baba, waheshimiwa wote mlioko hapa, waheshimiwa wananchi na kanisa letu. Yangu itakuwa mafupi sana. Nimekuja kuomboleza huyu shujaa ndugu yangu, baba wa taifa la Kenya. Mheshimiwa Raila is one of the greatest sons of our soil. He goes to his maker as a public guarantor and a public trustee kwa uongozi wa nchi yetu. Amekuwa katika kila nafasi ya kuleta uwiano katika nchi yetu, na mwandishi wa vitabu vingi vya Kiswahili kutoka Tanzania anaitwa Shaban bin Robert, katika kitabu kinaitwa Kusadikika, alisema mara mingi nchi huficha mashujaa wake mpaka janga kuu litokee. Mnamo mwaka wa 2007 janga kuu litokea Kenya. Kenya ikawa karibu kupasuka mara 2 mara 3. Hardliners wakasema we want secession. Ndio nchi ikafichua ushujaa